Israeli imezindua mashambulizi makali ya anga dhidi ya Iran yakisababisha milipuko katika miji mbalimbali nchini humo ikiwemo Tehran. Mashambulizi haya ambayo waziri wa ulinzi wa Israeli Israel Katz amesema yanalenga kusambaratisha uwezo wa nyuklia wa Iran yamefufua maswali makubwa huko Washington na duniani. Je, Israeli inalenga kuibadilisha serikali ya Iran? Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before, steps to weaponize this enriched uranium. And if not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. This is a clear and present danger to Israel's very survival. 80 years ago, the Jewish people were the victims of a Holocaust perpetrated by the Nazi regime. Today, the Jewish state refuses to be a victim of a nuclear Holocaust perpetrated by the Iranian. Maafisa wawili wa Marekani na chanzo kingine cha habari za kijasusi wanasema lengo la mabadiliko ya utawala limekuwepo kwa muda mrefu ndani ya serikali ya Israel, ingawa hakuna ushahidi wa moja kwa moja unaoonyesha hili kuwa lengo kuu la Israeli kwa mashambulizi haya. Baadhi ya maafisa wanaamini kuwa huu unaweza kuwa wakati mwafaka kwa Israeli kufuata ajenda hiyo pana zaidi. Waziri Katz alisema Ijumaa kuwa Israeli inachukua hatua sasa kuzuia Iran kufikia uwezo wa kutengeneza silaha za nyuklia, jambo ambalo Israeli imelitaja kwa muda mrefu kama tishio kwa uhai wake. Ndayanukuu maneno yake, mwanzo wa nukuu, "Tupo katika wakati nyeti, tukipoteza fursa hii, hatutakuwa na njia ya kuizuia Iran kujenga silaha za nyuklia zitakazotishia uwepo wetu." Mwisho wa nukuu. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameonya Waisraeli kujiandaa kwa mashambulizi ya kisasi hata ikiwa ni kukaa kwenye makazi ya chini ya ardhi kwa muda mrefu. I've made it clear time and again, Israel will never allow those who call for our annihilation to develop the means to achieve that goal. Tonight, Israel backs those words with action. We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. We also struck at the heart of Iran's ballistic missile program. Last year, Iran fired 300 ballistic missiles at Israel. Each of these missiles carries a ton of explosives and threatens the lives of hundreds of people. Soon, those missiles could carry a nuclear payload, threatening the lives not of hundreds, but of millions. Iran is gearing up to produce 10,000s of those ballistic missiles. Anasema mashambulizi ya Israeli yanalenga kurudisha nyuma uwezo wa Iran wa nyuklia, makombora na kijeshi, vita anavyoona kuwa muhimu kwa uhai wa taifa. Generations from now, history will record that our generation stood its ground, acted in time, and secured our common future. May God bless Israel. May God bless the forces of civilization everywhere. Thank you. Nikiripotia Magic FM, jina langu ni Robert Mtasi.